mafundisho ya wakili juu ya somo la uchumi kwa Wakristo, na hasa kwa maendeleo ya Mkristo mwenyewe, lakini pia kwa maendeleo ya kanisa. Kwa hilo tunaendelea nalo ni la Mungu mwenyewe, kwamba mwanadamu tunatakiwa kumiliki mali. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa uwezo wa kumiliki vyote vilivyopo. Tutaendelea na mafundisho ya wakili, lakini tutaangalia swala la uchumi kwa Wakristo, lakini pia tutaangalia na njia bora ya kupanga matumizi ya mapato. Tumesoma katika 10. Kwa mfano katika mstari wa 12, mstari wa 12 nasema, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana, ni Mungu. Yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote, lakini wamwitao. Unapomtegemea, ukimwita Mungu atakuwezesha. Ukifanya kazi unamwita Mungu atakuwezesha. Lakini pia hata katika ukisoma ile Kumbukumbu sura ya 26 wa 10, na sasa tazama nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi iliyonipa. Huyu mfano Mkristo amepewa malimbuko kutoka wapi? Kutoka kwenye kazi ya mikono yake. Kwa hiyo hatimaye anarudisha kwa Mungu kile ambacho amewezeshwa na Mungu. Lakini kwa ujumla mafundisho ya uwakili kuhusu somo hili la uchumi kwamba yanajikita katika misingi ya maadili, kanuni za kifedha zinazotokana na mafundisho ya Biblia. Kwa hiyo mafundisho haya ya uchumi yanalenga sisi Wakristo tutumie njia zilizo bora katika kuendesha uchumi wetu katika maisha yetu. Kanisa linahimiza Wakristo tuwe na mtindo wa maisha unaozingatia haki, upendo, umakini na usalama wa kifedha. Kuna tatizo kubwa sana katika eneo hilo, kwa maana kwamba tunapata, Mungu anatujalia wakati mwingine tunapata fedha, lakini fedha zetu haziwi na usalama kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu ya kupuuza namna bora ya kuweka pesa katika hali nzuri, lakini vile vile wakati mwingine ni kwa sababu ya kutojua. Kwa Mungu atusaidie kujua katika eneo hilo la fedha, kwa sababu wakati mwingine limetupofusha macho tusione ile neema ya Mungu katika maisha yetu. Naomba tuangalie baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa kuyaangalia katika eneo hili la uchumi. Jambo la kwanza ni kumwamini Mungu katika usimamizi wa mali. Kwamba tumwamini Mungu katika usimamizi wetu wa mali. Tusijipe mtu uwezo wa kiungu. Tujue kwamba nayo yafanya kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo tuwe na uaminifu na utii kwa Mungu. Tunasisitizwa kwamba mali zote ni hazina kutoka kwa Mungu. Wakristo tunapaswa kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu kwa kila kitu tunachopata. Mara nyingi wakati mwingine kile tunachokipata, mwanadamu anapopata mali, anapopata fedha, anapopata uchumi mzuri, huwa kuna kumsahau Mungu. Sahau kwamba Mungu ndiye anayetuongoza katika kuvipata hivyo tunavyovimiliki. Kwa hiyo utajiri au mali haipaswi kuwa ibada. Yaani kwamba unapata utajiri, unapata mali, unaiabudu. Unaabudu uchumi ulionao kuliko kumwabudu Mungu. Yaani unaweka akili yako yote kwenye mali. Utajiri kuingia mbinguni ni ngumu sana, kwa sababu mtu unakuta anaiabudu, badala ya kuiabudu unaabudu Mungu kwa kila alichokipata, anaiabudu mali. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Neno linasema hivi: walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Na katika vifungu vingine ni kwamba msisitizo ni kwamba unapopata uwezo, unapopata utajiri, unapopata mali, mkumbuke Mungu. Ndilo hasa ndio ujumbe wa eneo hili. Lakini pia Mathayo 6 mstari wa 33 anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kumbe tukiutafuta ufalme wa Mungu, mambo yote, vitu vyote na utajiri utazidishiwa. Kwa hiyo lengo la eneo hili ni kwamba malengo ya kifedha
ya Mkristo yasiwe ya kibinafsi, bali yaendane na mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu anataka Wakristo wawe na moyo wa kutoa, sio kwa ajili ya kazi tu za mwanadamu, lakini kwa ajili pia ya kazi za Mungu, lakini pia kwa ajili ya huduma kwa jamii. Na ukisoma Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa. Kwa maana kwamba unapotoa unapewa, na Mungu anaweza kukupa kupitia kwa watu pia. Unatoa kwa watu, lakini kuna baraka unazipata. Kinachozungumzwa hapa ni jambo la kwanza kuhusiana katika swala la uchumi. Swala la pili ni kufanya maamuzi ya kiuchumi kwa busara, ni kwa maana ya usimamizi wa mali. Wakristo wanahimizwa kuwa na mipango au kuwa na mpango mzuri wa kifedha. Hii inahusisha kupanga matumizi ya kuweka akiba kwa dharura na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Tunalipata katika Mithali 21 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri. Mipango mizuri kwa watu wenye bidii huelekea utajiri, bali kila mwenye pupa, kwa maana siye na mipango, huelekea hitaji, kuwa mhitaji, kuwa mtu asiyejitosheleza. Lakini ukisoma pia katika Luka 14 mstari wa 28 mpaka 29, maneno ya Mungu yanasema, maana ni nani katika ni kama akitaka kujenga mnara. Chukulie kwamba katika mazingira haya ni kwamba unataka kujenga nyumba au unataka kufanya kitu chochote. Kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anao uwezo wa kumaliza. Ni mipango, kwamba katika kila kitu unachokifanya uweke mpango. Mstari wa 29 nasema, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Kwamba umepiga tu msingi, kile ambacho nakitegemea kufanya, umepiga tu msingi, huwezi kuendelea. Msingi watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Hii ni angalizo kwamba lazima tuwe na mipango mizuri katika mambo tunayoyafanya, katika masuala ya uchumi, katika maisha yetu, ili tunapoanza kufanya kitu tuhakikishe, tujiridhishe kwamba tunafika mahali. Yaani tusianze vitu kwa pupa, ndicho kinachozungumzwa. Kwa maana kwamba kila kitu lazima kiwe na mpango. Hata katika ujenzi wa hapa, tunapoanza kujenga hatua yoyote, kunakuwa na mpango. Hakuna kitu ambacho kinaweza kufanikiwa au kufanikishwa pasipokuwa na mipango. Jambo la tatu ni sadaka ya fungu la 10. Katika uchumi ni swala ambalo pia linahimizwa sana, sadaka ya fungu la 10. Na hiyo tunaikuta katika Malaki 3 mstari wa 10. Bali inatoa wito kutoa fungu la 10 au sehemu ya 10 kwa ajili ya huduma za Mungu. Tunapata ufahamu kwamba hatuwezi kumshinda Mungu katika utoaji au kwa kutoa. Kwa Mungu ndiye anayetupa, ndiye anayetuwezesha. Kwa hiyo hatuwezi kunywa tukasema kwamba tuna uwezo mkubwa zaidi ya Mungu. Yeye ndiye anayeweza katika yote. Na tunapotoa kwa moyo mweupe, kwa moyo wa kupenda, Mungu atabariki maisha yetu. Lakini tunapotoa kwa kunung'unika, kwa kusitasita, kwamba Mungu apendeze. Kwa sababu Mungu anasema kwamba Wakristo na waumini na wanadamu tumtolee kwa moyo wa kupenda, moyo wa furaha. Sipo manuka kwa sababu unamheshimu Mungu kwa uhai aliyokupa, maisha anayokupa, uwezo anaokupa, uhai anaokupa, kwa unamrudishia sifa na utukufu. Jambo la 4, kutumia mali kwa njia inayoheshimu maadili, yani maadili ya haki. Kwamba Wakristo tuwe waaminifu, tuepuke mambo yasiyofaa mbele za Mungu, tuepuke ufisadi, tuepuke unyonyaji katika biashara zetu, katika kazi zetu, na katika kuwatumikia watu kwa ujumla. Na unapokuwa umepewa na hiyo nafasi hadi biashara, umuone Mungu yuko pale, na umuone Mungu amekupa kibali cha kuifanya hiyo biashara kwa maisha yako, lakini pia kwa maisha ya wanadamu, watumikia wanadamu. Kwa wateja wanapokuja, uwe mwaminifu kwao, usiwadharau. Ukiwa mwaminifu, unafurahia kwa sababu unawasaidia wale, lakini nao wanakusaidia. Na tunaweza kuangalia katika Yakobo 5 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliouzuia kwa hila
unapiga kelele. Kile mlichokizuia kwa hila kinapiga kelele. Kwa maana kwamba ile haki mlioizuia, ile haki mliowanyima wale watumishi, wale wakulima waliokuwa wanawasaidia, unapiga kelele mbele za Mungu. Na vilio hao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana. Kitu tunachojifunza hapa ni kwamba kumbe hila yoyote tunayoifanya Mungu anaona. Na hiyo dhuluma inapiga kelele kwa Mungu kwamba utakosa baraka za Mungu. Sehemu hii inatukumbusha kwamba katika masuala ya uchumi, katika masuala ya kuhangaika kwetu, tuwe waaminifu katika kutenda tunayoyatenda ili tupate baraka za Mungu, kwa sababu hayo yote tunawezeshwa kwa neema ya Mungu. Na tukumbuke wale watu, na ndio maana wakati mwingine tunakumbushwa kwamba usimdharau huyo unayemsaidia, sababu hujui kesho mambo yanabadilika. Unaweza kushangaa huyu ambaye kuna mdharau ndiye ambaye unahitaji msaada, kwa sababu katika maisha ni kutegemeana. Katika maisha yetu tuangalie, tutende haki, tuwe waaminifu katika biashara zetu, katika kazi yoyote ambayo mtu anafanya, katika kazi ile uwe mwaminifu. Kwa hiyo unapomdharau mteja, mtu anayekuja kuomba huduma kazini, yani unamnyima haki, Mungu hapendi. Kuna namna mbalimbali ambavyo anaweza kutoa malipo kwako katika kazi yako, katika kizazi chako, kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo mali inayopatikana kwa njia ya haki inabarikiwa, lakini mali inayopatikana kwa njia ya uovu haitakuwa na baraka za Mungu. 5, kusaidia wengine, kuwa na huruma, upendo kwa wengine. Katika eneo hili Wakristo tunahimizwa kutoa sadaka kwa wenye mahitaji. Huu ni moyo kuonyesha upendo. Tuwe na moyo wa kutoa sadaka kwa wahitaji, kwa watu wenye hali ngumu na walio na hali ngumu. Naweza kusoma Mathayo 25 mpaka 40. Ile sema eneo ambalo nasema na alikuwa na njaa ukanipa chakula, kiu ninywesha. Hawa ni wahitaji. Tuwe na moyo wa kusaidia wahitaji. Sadaka ni sehemu muhimu ya usimamizi wa mali kwa Wakristo. Mtu wakati mwingine anaweza kumsaidia mtu mhitaji na kadhalika, atakachorudishiwa kwa njia mbalimbali, wakati mwingine kinashangaza, kwa sababu tu alifanya kitu kwa moyo wa kupenda, kwa kusaidia wenye uhitaji. Tusiwe wagumu katika kufanya hayo, kusaidia na katika ujenzi na ustawi wa jamii yenye utu na upendo. Pia katika kipengele cha pili, njia bora ya kupanga matumizi ya mapato. Njia bora za kupanga matumizi ya mapato. Jambo la kwanza, kutathmini mapato na matumizi yako, yani budget. Hatua ya kwanza ni kuhesabu mapato yako na kutathmini vipaumbele vyako. Tengeneza budget inayojumuisha vyanzo vyote vya mapato. Vyanzo vingi, kwenye vyote hivyo unafanyia tathmini. Vyanzo hivyo vinaweza kuwa labda mshahara, inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa mapato ya ziada, ukapata msaada labda, hayo ni mapato. Baada ya hapo, matumizi yako kwa kuzingatia kipaumbele cha muhimu. Hii inajumuisha kulipa madeni, kulipia mahitaji ya familia, lakini jambo lingine kuweka akiba. 2, rejea kule tulikosema toa sehemu ya 10 pamoja na sadaka nyingine. Kwamba mtu anapopanga matumizi yake ni lazima aweke sehemu ya mapato yake kwa ajili ya kazi ya Mungu, kama ilivyo katika Malaki 3 mstari wa 10. Unatimiza hilo jukumu la kumtolea Bwana sehemu yake ya 10. 3, weka akiba. Weka akiba. Wakristo wanahimizwa kuweka akiba kwa ajili ya dharura. Akiba hii itakuwa msaada mkubwa wakati wa matatizo ya kifedha au hali zisizotarajiwa. Kwa tunakumbusha Wakristo kuweka akiba, kwa sababu tusipoweka akiba, mambo yoyote tunakutana nayo katika maisha. Na hayo tunakumbushwa kwa mfano katika Mithali 21 mstari wa 20. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, kwamba anakuwa na mali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Katika nyumba ya mwenye hekima kuna hazina na mafuta, lakini mpumbavu
kutumia kila kitu. Hii natukumbusha kuweka akiba katika maisha yetu. Pia fikiria kufanya uwekezaji wa busara ili kukua kifedha kwa kutumia rasilimali zako vizuri. Hata hivyo, unapaswa kufanya hivyo kwa busara bila kuingia kwenye madeni kubwa au kutumia mali kwa njia zisizo halali. 4, epuka madeni yasiyo ya lazima. Lakini labda niwape vifungu, kwa maana kwamba jumla madeni sio mazuri, mkosesha mtu raha, mkosesha mtu amani. Katika swala la kifedha, muhimu kulipa madeni ili kuepuka matatizo ya kifedha. Kwa sababu ukiwa na madeni, wakati mwingine ndio maana unakuta mtu kusanya vitu, wanachukua mali na kadhalika. Madeni yanaingiza watu katika matatizo sana kwenye familia, kwenye nini, huleta matatizo sana. Madeni huleta shida kubwa kifedha na yaepukwe kadiri iwezekanavyo. Kuna maneno katika Mithali 22:7, Isaya 24 mstari wa 2. Kwa hiyo hapa pia anakumbusha, anazungumzia swala la mkopeshaji na mkopaji. Kwa hiyo katika eneo hili tunakumbushwa Wakristo wenzangu, epuke kutumia mikopo isiyohitajika, na hakikisha kuwa unapokuwa na mkopo tu au unahitaji mkopo tu kwa mambo ambayo ni muhimu, kwa sababu wakati mwingine katika maisha yetu mengi yanatokea. Jambo la 5 na la mwisho ni kwamba fanya mabadiliko ya kiuchumi kwa familia na jamii. Wakati mwingine wanadamu tunajisahau, tunafanya mabadiliko ya mtu binafsi, tunasahau mabadiliko ya familia. Panga matumizi yako kwa kuzingatia familia yako na mahitaji ya jamii. Hakikisha unatumia mali yako kwa faida ya familia yako na kwa ustawi wa jamii. Hii sehemu ya kufuata mapenzi ya, na hii ni sehemu ya kuhakikisha kuwa matumizi yako kulingana na kipato chako yanaisaidia kuboresha hali ya kiuchumi ya familia na jamii. Kwa tunakumbushwa kwa namna moja, tunakumbushwa kuepuka ubinafsi. Tujaribu kuangalia muhtasari wa mgawanyo wa mapato. Lakini kuna baadhi ya mgawanyo ambao unapendekezwa namna ya kusave, namna ya kuweka mapato. Jambo la kwanza ambalo lipo ni fungu la 10, simama 10%. Kwa hiyo lazima katika mapato yako uwe na 10% ya fungu la 10, yani ile zaka. Jambo la pili, sadaka na msaada, michango mbalimbali. Wakati mwingine inawezekana kuna vitu mbalimbali vikajitokeza kwa wahitaji, maskini, huo ndio msaada. Kwa kwamba uweke 5% mpaka 10. Sasa hii inategemea. Kwa mfano, wewe unapata mwisho wa mwezi, huna kipato kingine, ujue kwamba katika hesabu yako hiyo sadaka, ujue kuna wiki 4. Kwa hiyo 4% hiyo asilimia, kwa sababu hutakiwi kwenda mikono mitupu, kwa unatakiwa uipangilie kwamba utakwenda na shilingi ngapi. Kwa kumbe unatakiwa uwe na mpangilio. 3, akiba 10% mpaka 20, tegemeana ya kipato chako. Lakini jambo la 4 ambalo ni muhimu ni matumizi muhimu au gharama za familia. Katika eneo hilo naambia 50% mpaka 60% familia. Na katika eneo hilo mambo mengi, kuna masuala ya chakula, masuala ya umeme, kuna masuala ya maji, kuna masuala, yani masuala yote yanayohusu familia. Lakini pia kuna elimu, kuna nguo, kuna burudani, naambia 10% mpaka 15%. Ingine tunasikia watu wanasema watu wametoka out ya burudani. Na wakati mili inahitaji kuburudika. Jambo nyingine, mwanadamu kukaa tu kila wakati unaugua, uko tu nyumbani, unahitaji kupoza moyo wako. Lakini kwa njia ya Mungu, njia iliyo takatifu, unahitaji kutoka, cheka na wenzako, ongea, kucheka. Hiyo ni tiba. Yaani hizo ndo burudani zinazosema. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinatuangamiza. Ukisoma athari ya kutopata burudani, cheza hivi, yani unacheza, kuongeza maisha. Kuna hasara kubwa sana kuvikosa vitu kama hivi. Mwisho, kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Hitimisho, uchumi kwa Wakristo ni pana sana. Kuna mambo mengi sana. Lakini linahusisha kutambua kuwa Mungu ni mtoa mali. Wakristo watafute na kuwa waangalifu na mali wanazopata.